Mambo vipi mwanafamilia wa Master Voice Online TV, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Ibana, leo tumepita katika ukurasa wa kwake Askofu Bagonza unaojulikana kwa jina la Kalikawe Lwakalinda Bagonza, ule ukurasa wa Facebook. Bagonza ameandika ujumbe mrefu sana pale kuhusiana na CCM na katiba mpya. Bagonza anasema wana CCM tujifunze kuweka akiba ya maneno. Akaanza kwa kusema namna hii. Alafu mbele anasema siku chache kabla ya baada ya vikao vya CCM huko Zanzibar, yani tarehe 28 na tarehe 29 mwezi wa 7 2026, wana CCM tumekuwa na maneno yanayovuka heshima kubwa tulionayo kuliongoza taifa. Si vibaya kuwakumbusha. Anasema moja ni hatari kujifunza kuhisi kuzorota kwa mahusiano kati ya rais, makamu rais wa Zanzibar na waziri mkuu. Hata inapotokea kuhisi, tusiwe wapesi kushtaki au kuleta hoja ya kujua zaidi ya wao wanavyojuana. Ukijiweka mbele halafu wao wakapatana, utaomba hifadhi Malawi. Mbili, anasema yanayozungumzwa sasa kuhusu makamu wa rais hayawezi kuwa yametokana na inayoitwa hotuba kwa wanaharakati, si mwanzo na si kilele. Tatu, anasema katika mihemko ya mjadala unayogusa hizo nguzo nne, usitumie neno ambalo utakosa pa kuweka uso wako baada ya kinachoitwa mgogoro kuisha. Nne, anasema uraisi na umakamu havitenganishwi kihivyo. Ukimkashifu makamu na rais umemkashifu, na kinyume chake msiwadhalilishe hivyo viti viwili katika kimoja kwa namna ambayo haitatamika tena. Kuna maisha baada ya mjadala huu. Tano, anasema mfumo wa mgombea mwenza ulikuja baada ya mjadala mkali ulioongozwa na baba wa taifa katikati ya changamoto kali za muungano. Chokochoko za sasa ndani ya chama zirudi nyuma na kujielimisha hekima iliyotumika. Sita, anasema maswali niliyouliza kuhusu hotuba ya katiba mpya yamejibiwa. Wanaozuia katiba mpya ni makundi mawili. Kwanza ni wana CCM wanaomchukia mwana CCM anayewapa watu matumaini ya katiba mpya. Pili ni wapinzani wanaokimbilia katiba mpya kabla ya maridhiano ya kweli. Upo kundi gani? Akahoji hapo. Alafu saba, anasema rais na makamu ni mali ya Watanzania wote. Wakishaapishwa si mali ya CCM pekee. CCM tusile na kipofu na tukamgusa mkono. Nane, anasema makamu wa rais ni mwanasiasa, ni sauti ya rais na mwakilishi wake ndani na nje. Ni msaidizi wa rais, si msaidiwa wa rais. Ni rais tu mwenyewe, haki isiyohojiwa kutilia mashaka anayosaidiwa. Wengine tupunguze viherehere vyetu vinavyokuza tatizo. Tisa, anasema kwao wote wawili watambue kuwa wanaongoza nchi iliyojeruhiwa. Nchi inahitaji kutunzwa kuliko nchi kuwatunza wao. Siasa iko mikononi mwa vyombo na wanaharakati. Propaganda zinajenga wapinzani na mabeberu kuliko zinavyowabomoa. Mungu awape ujasiri wa kukubali ukweli kuwa kuna kitu hakiko sawa. 10, anasema ajenda za Gen Z zisiishie kuiundia wizara. Vijana ni ajenda ngumu na tete. Tunawaona Amesia wakijadili mashirika yote ya dunia yameweka mikakati kwa vijana. Tushtuke tunapoondoa millennial na kumleta baby boomer kwa Gen Z. Tuache itikadi wala mikopo tunawatumia, hatuwasikilizi, tutaumia. Ukimwogopa Mjaluo kwa unene wake, una hakika atakonda lini? Alafu pale chini akatagi picha mbalimbali pale. Kuna picha ya kijana ambaye amechora picha ya
Rais Samia Suluhu Hassan kwenye kifua chake, lakini pia kuna picha kama ya mganga wa kienyeji pale, na vile vile kuna picha ya jamaa ambaye amekaa pale mdomoni kama ameng'ata simu hivi ambaye hawezi kuongea, lakini pia kuna picha ya ndege pale mkubwa amewekwa pale, na picha ya vikatuni pia ziko pale. Sasa kuna comment nyingi tu pale, na mimi nitakusomea chache kati ya zile nyingi. Anasema Isaac Biamungu, yeye anasema ameamua kuchagua upande kama mbaya, lakini tatizo si kuchagua upande, bali wamechagua maslahi kuliko ukweli. Kuna kiongozi alisimama tena kwa kutumia bunge na kusema ndani ya taifa kuna Yuda, akapigiwa makofi na nderemo na vifijo, huko kukiwa na ukimya mkubwa kutoka kwa waliokuwa na wajibu na mamlaka ya kukemea ile kauli. Haikuwa bahati mbaya, ila wameamua kuchagua upande kwa ajili ya maslahi yao binafsi na sio maslahi ya taifa. Leo anayesimama upande wa ukweli huonekana si wa kundi. Kumbukeni, ukweli hauna chama wala kambi. Leo unaweza kutengwa kwa kusema, lakini historia ndiyo huamua nani alikuwa upande sahihi. Na mara nyingi historia imeonyesha kuwa pale sauti za ukweli zinaponyamazishwa, migawanyiko huanza kujengeka ndani ya mfumo wenyewe. Wakimaliza kutuua sisi, wataanza kuuana wao. Jealousy anasema the evolution of CCM. Lakini pia Duta Sagwa yeye anasema hivi, hawa viongozi wanaobambikizia kesi mbaya wapinzani ni waumini wa dini gani? Je, ukiwa kiongozi Tanzania Mungu anakuwa hayupo kwako au mamlaka yake inakoma? Na wahurumia. Haya, lakini pia Ndewa John anasema hata nikisoma mwaka mzima hamna kitu nitaelewa. Lakini pia Igwe bin Haki yeye anasema maagano ya Abdul Jumbe vs Julius Nyerere kuua ASP na 5 kuwa Chama cha Mapinduzi Tanganyika 29 kilimpindua nani? Ardhi ya Tanganyika kuwa gharama za muungano, acha laana iwasage sawa. Lizi anasema huyo wa pitch kesho atamiliki majumba na kutembelea gari akiona bash. Lakini pia Paul Abdul anasema nimekuelewa. Jerome Muhina anasema ukikubali muda ukupe majibu, basi utasubiri jua litoweke ndipo uone ulichoanika, hata kama kimekauka kabla ya muda. Lakini pia mwingine anasema, anaitwa Gideon Morris, anasema Baba Mungu awe pamoja na wewe. Haya, Mugini Jackson anasema leo Baba Askofu, nimetoka kapa kwenye maelezo yako, ila picha nimeielewa. Stay blessed always. Haya, ya mwisho anaitwa Msami Mamba, yanasema hekima ya Mjaluo yafaa kuzingatiwa. Haya, jumbe ziko nyingi sana pale, utapitia mwenyewe, utaweza kuzisoma. Mimi nimekusomea zile chache tu ambazo zimeandikwa hapa katika posti hii. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Asante.